Ndugu wapendwa, tunaadhimisha leo sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, siku ambayo nguvu za ushindi, uhai na ukombozi zinashinda nguvu za mauti na dhambi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inaweka wazi kuwa sikukuu hii ni sikukuu ya sikukuu, yaani ni sherehe ya sherehe. Kama vile tu ilivyo kwa Ekaristi kuwa si tu kwamba ni sakramenti bali ni sakramenti kuu, vivyo hivyo kwa Pasaka ni sikukuu ya sikukuu. Sherehe hii ya Pasaka inakuja baada ya siku 40 za sala, funga, toba na matendo ya huruma. Sherehe hii inatupa tena sababu ya kutafakari fumbo hili la ukombozi kwa ukaribu zaidi. Masomo yetu yanatuingiza kutafakari kwa kina juu ya fumbo hili takatifu. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 10 aya 34 hadi 43, Petro anaeleza juu ya ufufuko wa Bwana na juu ya habari za utume wa Kristo ulioanzia Galilaya na kilele chake kuwa Yerusalemu. Anaweka wazi kuwa Kristo alifufuka na kujionyesha si kwa watu wote, bali kwa mashahidi aliowachagua, yaani wanafunzi wake, watu ambao mbegu ya imani aliisia yeye mwenyewe alipokuwa nao. Mpendwa, tunaweza kujiuliza kwa nini Yesu aliamua kujionyesha kwa wanafunzi wake tu? Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 640 na kuendelea mpaka 646 inaweka jambo hili bayana kuwa ufufuko si tukio la kulazimisha watu waamini. Sio jambo la shuruti. Hebu tufikiri kama Yesu angejitokeza mara moja kwa Pilato au kwa wale waliomsulubisha katika utukufu wake wote. Ingekuwa ni kama kuwalazimisha kukubali ukweli kwamba amefufuka. Lakini tukiwa na matumaini na imani kuwa Mungu anaheshimu daima uhuru wa binadamu, anapenda tuamini kwa njia ya imani, upendo na ushuhuda, na si kwa njia ya shuruti au kwa sababu tumepigwa na bumbuazi na butwaa kwa muujiza usioweza kupingika, ambao katika muktadha wetu ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu anawatokea wanafunzi wake kwanza ili kutimiza maandiko matakatifu. Pili, anawatokea wanafunzi wake kuimarisha imani yao, ambayo kwayo kanisa linakuzwa na kuenea, kama vile ambavyo siku hizi tunasema kanisa letu ni moja takatifu Katoliki la mitume, neno la mitume. Kwa hiyo imani ya mitume tangu mwanzo ndipo kanisa lilijengwa hapo. Licha ya hilo, Mtakatifu Yohane Chrysostom anasisitiza kuwa Mungu huchagua kikundi kidogo ili kiwe chombo cha kufikisha habari kwa wengine. Hii ni dhahiri kuwa tangu mwanzo aliwachagua manabii, na nyakati hizi akamtuma mwanawe pekee aje kutukomboe, kama tunavyosoma katika waraka kwa Waebrania sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 2. Ndugu wapendwa, katika somo la Injili, Maria Magdalena anawahi asubuhi kungali giza bado. Tukiangalia katika Injili pacha, yaani Injili kadiri ya Mathayo, Marko na Luka, Maria Magdalena alienda kaburini pamoja na wanawake wengine. Huko kaburini walikwenda kukamilisha utaratibu uliokuwa umefanywa siku ya Ijumaa. Kwa sababu Sabato ilikuwa inakaribia kuanza, yaani Ijumaa jioni, mwili wa Yesu ulizikwa haraka na kina Yusufu wa Arimathea na Nikodemo, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 31 mpaka 39. Hivyo Maria Magdalena na wale wanawake wengine walienda kutoa heshima hiyo ya mwisho kwa Bwana wao na kumpaka mafuta kwa utulivu zaidi. Wangali nje kabla ya kuingia ndani ya kaburi na kutoa heshima na kupaka mafuta mwili wa Yesu. Ndio sasa
wanakuta kaburi li wazi, na Maria Magdalena kwa nafasi ya kwanza anarudi mbio kuwapasha habari Petro na Yohane. Petro ambaye alikuwa ndiye kiongozi wa mitume na Yohane alikuwa ni mdogo kwa mitume, kama tunavyosoma kwamba ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Mtume ambaye Yesu alimpenda. Hawa nao bila kusita wanatoka mbio kwenda kaburini kuthibitisha ujumbe wa Maria Magdalena. Kabla ya kusonga mbele, ndugu zangu, tukumbuke kuwa Petro na Yuda wote walimkana Yesu na kumsaliti. Lakini tofauti na Yuda, Petro hakukata tamaa na kuamua kujinyonga. Licha ya usaliti wake na kumkana Yesu mara 3, anajibidiisha na kujionyesha kwamba yeye bado ni mwanafunzi wa Kristo. Anatambua kuwa huruma ya Mungu haina mipaka. Hii, ndugu yangu, inifundishe mimi na wewe kwamba yawezekana kabisa katika maisha yetu ya awali, kwamba maisha yetu ya awali yalijaa pengine usaliti, chuki na kutokuwa waaminifu katika ahadi mbalimbali ambazo tumeweka. Zinaweza kuwa ahadi za kitawa au ahadi katika ndoa. Hii kwa kweli sasa, na hii inaleta usaliti. Hivyo tunaweza kuwa tumefanya usaliti katika Kristo, tumefanya usaliti Kristo, au tumefanya usaliti katika Ukristo wetu. Hivyo basi ni jukumu letu sasa kutia shime kuwa yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwamba ule usiku wa giza tuliokuwa nalo katika maisha hatutakuwa nalo tena. Hii ni sala ya matumaini. Iwapo tu tutaamua kumrudia Kristo leo. Tumrudie Kristo leo ili kuondoa kabisa giza lile ambalo linaweza kuturudisha kule kwenye usaliti. Kutoka kwa Maria Magdalena pia tutafakari kidogo. Yeye alieneza habari njema za ufufuko wa Bwana, kazi ambayo Kristo mwenyewe alimtuma kuifanya, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 10. Je, ndugu yangu, mimi na wewe ni wapashanaji wa habari zipi? Tunasambaza habari zipi kwa watu juu ya watu fulani au kikundi cha watu fulani? Je, ni kupiga watu majungu, kuwapaka matope na kuchafua utu wao kwa kuwanenea vibaya, na hata mara nyingi au pengine basi na uhakika kabisa? Tujifunze kwa mama huyu Maria Magdalena kupasha habari njema, kutangaza habari njema kwa wepesi na haraka, ili ujumbe tutakaotangaza uwe ni ujumbe utakaotuunganisha na kufanya jumuiya zetu au mahali panapoishi kuwa penye umoja, upendo na amani. Tukirudi kwa Petro na Yohane, tunaona kwamba Petro na Yohane walikimbia kwenda kumuona Bwana. Ingawa maandiko yanasema kwamba Yohane aliwahi zaidi. Kuna simulizi nyingine kwamba inawezekana alikuwa ni kijana zaidi kuliko Petro, au alitumia njia fupi zaidi ili kufika kaburini. Lakini hilo lisipoteze dira yetu, lakini tukiamini kwamba hawa wote wawili walikimbia kaburini kwenda kumuona Bwana kutokana na ujumbe waliowapa Maria Magdalena. Katika hilo tutafakari nasi. Wewe baba au wewe mama uliye mkuu wa kaya, katika hili ndugu zangu tutafakari kwamba wewe baba au wewe mama uliye mkuu wa kaya, kama vile alivyo Petro, uliye mkuu wa jumuiya fulani au taasisi kama vile alivyo Petro. Je, juhudi yako ya kuimarisha kiimani ndugu zako baada ya kupokea ujumbe wa Kristo ikoje? Je, unajibidiisha na kuwahi kuupata ujumbe huo kama alivyofanya Petro na kurudi kuwaimarisha hao waliowekwa chini ya mamlaka yako? Au unaghairisha kila mara, au hufanyi huo wajibu ambao umepewa kama alivyofanya Mtume Petro? Na wewe mdogo katika jumuiya au kaya au kama taasisi unayoishi,
Unabidii kweli kama Yohane ya kumtafuta Bwana kwa haraka na bila kughairisha? Je, unamtambua, unamwamini na kumpenda? Yesu alimpenda Yohane kama ni mwanafunzi aliyempenda zaidi. Je, matendo yako yanadhihirisha upendo wa Kristo kwangu na kwako? Tukiendelea kujitafakari, kituo cha 15 cha njia ya msalaba kinasema, habari njema aliyotuletea Yesu ni kwamba kila baada ya Ijumaa Kuu huja siku kuu ya Pasaka, kwamba punje ya ngano isipoanguka ikafa hukaa katika hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Huu ni mwaliko kwetu kufa kuhusu dhambi na kufufuka na Kristo katika utukufu wa matendo yetu mema, ili watu wakiyaona hayo matendo yetu mema wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Tunamshukuru Kristo kwa mateso yake yaliyotufunza mengi. Na kama tulivyotafakari katika kipindi chote cha Kwaresma, tumshukuru zaidi sana kwa kufufuka kwake, kwa sababu huku ndiko sasa kunatupa hakika ya kwamba hatukuzaliwa kwa ajili ya mateso na maumivu, bali kwa ajili ya heri ya milele. Yeye aliyezaliwa katika hori na kufa msalabani kifo cha aibu kabisa, tumuombe haibadilishe hali yetu inayotakika kufa kwa sababu ya dhambi zetu, na dhambi ambayo iliingia duniani kwa mara ya kwanza sana kupitia wazazi wetu wa Adamu na Eva. Basi Bwana mfufuka haifanye hii hali yetu ya kufa ibadilike, na tuipokee ile hali ya kuishi naye milele mbinguni, kwa sababu huruma yake na neema zake zinatujalia hayo. Tukihitimisha, Mtume Paulo katika somo la pili anatuasa kuwa ikiwa tumefufuliwa sasa pamoja na Kristo, tuyatafute yale yaliyo juu Kristo aliko. Tufikiri yaliyo juu na sio katika nchi. Basi ndugu wapendwa, tumuombe Mungu atujalie kuishi ukombozi wetu kwa matendo mema, kushirikiana na neema yake, kudumu katika mambo yote yanayompendeza yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu.